Na hiyo roho wanapelekaga ile sadaka mnatoa hapa, ndio wanapeleka hizi pesa, wanabadilishiwa na zingine. Atapeleka 10,000 atapatiwa 10,000, lakini za huko. Sasa hizo 10,000 ndio atakuja kuoperate nazo, ndio atawapatia. Labda anakuja anawanunulia, kama sasa nikutane na wewe, shika kagiri kamoja, wewe kagiri kingine, weka 500, weka 300, lakini zote ukishika hiyo mikono unakuwa recruited immediately. Uyu mugitwarana muhitanie ihoya riria gukuigirira ria kenda ndamuhana kenda ndamuharagania na kenda 10 ni 20 ni ngurino iria no aigua riu ngoma no nginya cikia atia na riu arakugutha tondu ni wamukinya kuguru na ndukumenyaga ni wamukinya kuguru ya gwita ngoma. Na egukuhoera ihoya riretwo kenda ni mui kenda ni ndui munajua kenda ni nini? Oy ni mui uyu ukaha Malaika Mikaeli aruke akwanage ako na mamlaka. Na ndio unaona hapa railway station, hapa railway kwa roundabout kuna kichuma, kuna kipira kimetengenezwa hapo kirefu hivi kimeenda juu, kinaitwa obliques. Sasa hiyo ukiangalia pale Ruto alikuwa amesimama wakiwa na ule mzee anaitwa Joe Biden hapo nyuma, si hiyo kitu ndio hii? Ndio naona saa hii Nairobi ndio imekuwa center of the gay, center of what, lesbian, LGBTQ. Pale kwenye embassy ya England walipandisha bendera majapandisha, hata saa hii ndio pite iko juu ya LGBTQ in the embassy of UK. Maanisha ukienda huko lazima usubmit to that queen of the coast. Queen of the coast ndio ameshika mpaka gay, ndio ameshika lesbian, ndio ameshika kila kitu ambacho kinafanyika. Ameshika mabiashara, ameshika wazee, ameshika wamama, ameshika mapasa. Na ndio naona watu wanafanya vitendo vibaya at will, because queen amesema. She spreads the gospel. Miji imekamatwa sasa. Hapa walikamata mji, wanakamata mji kulingana na barabara. Sasa hii imewekwa hapa, imekamata hizi maeneo, ndio nasikia hapa kunaenda kujengwa a new city. Hapa kutoka hapa kuteremka hapa kwenda huko inaitwa Railway City, a brand new city under the one world order. Ile pesa itajenga hapa imetoka UK na ishafika. Hizi manyumba zinaanguka zote, hata marikiti yote, Muthurwa yote inaanguka. Kama unaishi Muthurwa, unaishi Radimawe, kwenda huko mpaka Makongeni, kwenda mpaka Jericho, zote zinaanguka in a very short time from today. In many churches we are Illuminatis. In many churches we are devil worshippers. Lakini we come here to church. Wengine wameenda hapa Westland. I told you that kuna wakati niliwaambia hiyo kitu iko pale Westland. Kule mapasta wanaenda kupeleka sadaka kama hii, anaenda anabadilishwa pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu utapatiwa kamkeka hako unakaekaga hapa kwenye madhabahu hii kamkeka. Hakuna mtu anaruhusiwa kukanyaga hiyo mkeka, because ukienda huko unapatiwa hiyo pesa na kitu kinaitwa mermaid. Mermaid iko pale Westland, I know it. Wako pale Westland. So, and these are men and women of the cloth. They are not men and women of God. Are men and women of who? The cloth. Na ndio wanakuja Sunday wakifanya hivi, unaona nyinyi yote mnaanguka na mnasema modeka roho harukite. Bwana Yesu asifiwe sana. Because power ya marine imewekwa wanawake, kwa sababu mkubwa wa the marine kingdom ni mwanamke. So kule wazee wakienda huko hawakuwa hawana power. The power is controlled by women. How? The power is controlled by women because of a sexual organ. Umesikia nilikuwa na drive gari kutoka hapa mpaka wapi? Mpaka Nakuru. Ninachoma mafuta ya shilingi 10,000. Ninaenda ninaacha shilingi 10,000. Na ninarudi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of that power. Ya 3 seconds. Activating godly kingdom. What are the factors that lead
do you not in the kingdom of God? Ni nini kilikushika? Ni nini kilikuweka katika matatizo ambayo uko nayo? Bwana Yesu asifiwe sana. Then from there we are going to activate everything and I'm going to connect you. Stima ya Kenya imetoka Uganda. Wakikata kule at source, Kenya mzima inaenda blackout. Bwana Yesu asifiwe sana. So ninataka nikuelezea source iko wapi. Source ya shida yako ni gani? Alafu kutoka hapo tukate hiyo waya. Tutakata nini? Hiyo waya. Tukikata hiyo waya kutoka leo, ukikosa kuendelea kuchange maisha yako, umenye we tikoyorogeto, nikoregoregeto. Unajua kuna watu Mungu amewakataa. Kile kimeshika baba yako, kile kimeshika mahali maeneo ile unakuaga. Inaitwa Marine Kingdom. Mwambie mwenzako Marine Kingdom. Na hiyo ndio tutasugubusia leo, maana hiyo ndio imebeba kila kitu. Hiyo ndio imebeba nini? Kila kitu, the Marine Kingdom. Kuna watu tuko na wao hapa, they are serving in the Marine Kingdom. Wanatuachaga tu hapa na wanaenda baharini na wanarudi hapa. Mnaenda kulala, wao wanaenda baharini usiku. Wanafanya kazi, wanakuja. Unakuja unamfikiria mko na wao, hamko na wao. They are Marine Kingdoms. And how do you know that you are operating under Marine Kingdom? A man of God like me can operate in a Marine Kingdom. A prophet can operate in the Marine Kingdom. A mother can operate in the Marine Kingdom. A husband can operate in the Marine Kingdom. Children can operate in Marine Kingdom. Queen of the Sea ndio ako na authority kubwa sana katika dunia hii. Na yeye ndiye amesubua watu wengi na ametusubua mpaka sasa. Tunaishi katika mazingira mabaya sana. The queen anaitangwa the queen of the coast. She rules and have the authority under the sea. Na ndio naona watu wengi wanateseka na unashindwa ni keke kila kudhubura. Ni nini? Tangu zamani umekuwa ukisubuka. Guka yako alisubuka. Wewe unasubuka. Watoto wako wanasubuka. Ukianza kuanzisha kamuradi kadogo unaona kanaigiriliwa kanazimwa. Ukianzisha kujenga kanyumba kanaigiriliwa kanazimwa. She has dominion. The queen of the coast. Ako na dominion over cities. Ako na mamlaka ya miji mikubwa. Ako na mamlaka ndani ya kanisa. Ako na mamlaka ndani ya msikiti. Ako na mamlaka ndani ya familia. Ako na mamlaka katika praise and worship team and the worship places. Ako na mamlaka in commercial places. Ako na mamlaka ndani ya gono. Ako na mamlaka ndani ya pesa. Ako na mamlaka gapi? Kila mamlaka ambayo unaonaga duniani ako nayo. Mamlaka ya kwanza ni gani? In the city. Miji kama Nairobi ako na mamlaka. Na ndio unaona hapa railway station, hapa railway kwa roundabout kuna kichuma, kuna kipira kimetengenezwa hapo kirefu hivi kimeenda juu. Kinaitwa obliques. Sasa hiyo ukiangalia pale Ruto alikuwa amesimama wakiwa na ule mzee anaitwa Joe Biden hapo nyuma. Si hiyo kitu ndio hii? Suliona hapo nyuma. Hiyo kitu ndio hii. Sasa hii kitu ukiulizwa ni nini? Waliweka hapo ya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. And this thing ukienda UK iko hapo. Ukienda Amsterdam iko hapo. Kila city. Ukienda Los Angeles, ukienda Seattle, uende kila mahali iko hapo. Hii ni ufalme moja ya Queen of the Coast. Unajua hii ni nini? Ni a male sex organ. Na huko chini a female sex organ. Sasa niulize, kwenye city umeweka male sex organ ya nini na female sex organ ya nini? Kwa sababu ufalme wa miji unatawaliwa na Queen of the Coast. Yeye ndiye anasukuma mpaka some leaders wanakuwa leaders. Ma MCA wengi wametoka huko. Magavana wengi wametoka huko. Marais wengi wametoka huko. Ma powerful people they come from. Biashara nyingi they are controlled by them. Pale ukienda pale KICC, hiyo KICC yote unaona is a sex organ of war. Adogi. KICC hiyo mnaonaga hiyo ni sex organ of a donkey. Kwa nini wakaweka a sex organ katika the heart of the city? Because the spirit of immorality rules. Bwana Yesu asifiwe sana. If for you to be removed, kuondolewa kwenye Mungu, utenganishwe na Mungu, wanapanda the spirit of immorality, ndio Mungu akasirike, aone Sodom na Gomora akuja ichome. Ndio naona saa hii Nairobi ndio imekuwa center of the gay, center of what? Lesbian, LGBTQ. Pale kwenye embassy ya Ingiradi walipandisha bendera moja pandisha, hata saa hii ndio pite iko juu ya LGBTQ in the embassy of UK.
Maanisha ukienda huko lazima usubmit to that queen of the coast. Queen of the coast ndiye ameshika mpaka gay, ndiye ameshika lesbian, ndiye ameshika kila kitu ambacho kinafanyika. Ameshika mabiashara, ameshika wazee, ameshika wamama, ameshika mapasa, ameshika prophet, ameshika kila kitu. Na ndio naona watu wanafanya vitendo vibaya at will, because queen amesema. She spreads the gospel. Miji imekamatwa. Sasa hapa walikamata mji, wanakamata mji kulingana na barabara. Sasa hii imewekwa hapa, imekamata hizi maeneo. Ndio nasikia hapa kunaenda kujengwa a new city. Hapa kutoka hapa kuteremka hapa kwenda huko inaitwa Railway City, a brand new city under the one world order. Ile pesa itajenga hapa imetoka UK na ishafika. Hizi inaanguka zote, hata Marikiti yote, Muthurwa yote inaanguka. Kama unaishi Muthurwa, unaishi Radimawe, kwenda huko mpaka Makongeni, kwenda mpaka Jericho, zote zinaanguka in a very short time from today. Mimi Mungu alinionyesha pesa zimefika na zilitoka UK, lakini zilitoka kutoka kwa nini? Watu one world order. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hapo ndio the beginning of the heart to build a center where the devil will be worshipped through the queen of the coast. In the cities wamekamata, at the same time wamekamata makanisa mengi. Sasa we are either leaders of the gay community or the lesbian community. In many churches we are Illuminatis. In many churches we are devil worshippers. Lakini we come here to church. Wengine wameenda hapa Westland. I told you that kuna wakati niliwaambia hiyo kitu iko pale Westland. Kule mapasta wanaenda kupeleka sadaka kama hii, anaenda anabadilishwa pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu utapatiwa kamkeka hako unakaekaga hapa kwenye madhabahu hii kamkeka. Hakuna mtu anaruhusiwa kukanyaga hiyo mkeka, because ukienda huko unapatiwa hiyo pesa na kitu kinaitwa mermaid. Mermaid iko pale Westland, I know it. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako pale Westland. So, and these are men and women of the cloth. They are not men and women of God. Are men and women of who? The cloth. Na ndio wanakuja Sunday wakifanya hivi. Unaona nyinyi yote mnaanguka. Na mnasema Mordecai, roho harukiti. Roho agai. Nijugera kitu kia kuithia na igwa. Na kwani. Jugera kadichima jugera hujana igwa kadichima kaka. Kumbe ni roho ya the worshiper. Na hiyo roho wanapelekaga ile sadaka mnatoa hapa, ndio wanapeleka hizi pesa, wanabadilishiwa na zingine. Atapeleka 10,000 atapatiwa 10,000 lakini za huko. Sasa hizo 10,000 ndio atakuja kuoperate nazo, ndio atawapatia. Labda anakuja anawanunulia, kama sasa nikutane na wewe, shika kagiri kamoja, wewe kagiri kingine, weka 500, weka 300. Lakini zote ukishika hiyo mikono unakuwa recruited immediately. And from there you become their member. Na hautajua venye utaendelea. Alafu hawa watu wametumana. Kama hii kanisa tuko na 3 ambao wametumwa, wako tu hapa. Wengine 2 walikuwa, lakini wameda wao walikuwa wamekuja na TD. Walikuwa wamekuja na TDH. Lakini huyo mwingine amekuja na wanakujanga na tupesa tuzuri tu. They are good givers, they are tithers, because they want to establish a connection na kanisa hapa. Akikuja sasa, akuja aigia apenye, akuwe asha, akuwe pastor, apenye, akuwe security, apenye, akuwe mtu, akuwe praise and worship, apenye, akuwe mtu wa media, apenye mpaka juu. Sasa kutoka there, ana kile kitu wanatafutanga is the control, the position of control. Mahali sasa atakuwa anaachilia miziga. Na mtakuwa mkikuja hapa kanisani mnaiba but you are dry. Mnafanya vitu zote lakini we are dry. Unajaribu kuombea kanisa is not working. Nothing is working. Ni vita tu. Ile language inakuaga hapa. Language ya nini? Venye ni kuna TDH, kuna nini? Venye kunaendelea hivi, venye kunafanyika. Hakuna kitu kingine, because the spirit has been planted. The spirit of stagnation. Wakati unasikia kuna spirit hiyo ya TDH ya nini na nini is a spirit of what? Strangulation, and the spirit of stagnation, and the spirit of limitation, because all what they want to do ni kuharibu praise and worship yaguke, ni kuharibu intercessors waondoke, ni kuharibu washirika waondoke, ni kuharibu anything that is around you.
because that is the motive they have. Ulifungulia mtu ofisi haikujui, hajui ni ya nini, hajui venye una operate. Mimi nimetoka kwa Mogeke huko. Si mimi naambia sijaokoka vizuri. Sasa wewe unakuja na ukiokoko yako yote, tutapelekana mahali. Tutingetwarana nawe. Ukaikale ni the 8%, nataka mtu wa 6% ndio tuendanishe na yeye. Unanielewa lakini? Nataka mtu wa not toyo, huyo muge twarana. Muhitanie ihoya riria gukuigirira ria kenda ndamuhana kenda ndamuharagania na kenda 10 ni 20 ni nguri no iria no igwa riu ngoma no kinya cikia atia riu arakugutha tondu ni wa mukinya kuguru na ndukumenyaga ni wa mukinya kuguru ya gwita ngoma. Na ego kuhoera ihoya riretwo kenda ni mwe kenda ni ndui munajua kenda ni nini? Oi ni mwe uyu ukaha Malaika Mikaeli aruke akwanange. Utake imagine wena mundu toyo alafu wena riri wena matindi hichi tafote maihurite haha matindi hichi maikarite haha no ni muhonoku agathira na haya matindi hichi arenda mehere ni kenda kurekereria kenda ukaigwa ni muthikite andu ta 10. So in churches they have taken control. Wamekuja na wakikuja nitawaambia wamekuja na njia gani. Wamekuja na mikakati, wamekuja na njia tofauti, na hizo njia nitakuelezea. Kwenye misikiti wamekamata, ndio unakuta watu wanaitwa Ibrahim Njoroge, ndio suicide bomber. Wale waligoga pale Dusuti walikuwa wanalo kweli? No, hawakuwa wanalo. Walikuwa Ibrahim Mugabi. Mwingine alikuwa Asman Karioki. Mwingine alikuwa Mohamed Abdul Muragori. Ndio walienda kulipua. Sasa unaona wameigiza nini? Wameigiza kadani ya misikiti. Sasa mnasemeka Waislamu ni wabaya. Waislamu ni materrorists. But there is a cartel. Hapa imetoka wapi? Kule kwa baharini. Bwana Yesu asifiwe sana. In marriages, unakuja ndoa inaanguka. Kumbe mama ni mermaid. Uko na bibi lakini anatokaga na kuaja hapo. Wewe unafikiriaga umelala na bibi hapo na alienda. Uko na mzee lakini mzee aliondoka na akaenda kwa bahari. Anarudi asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unafikiria umelala na mtu hapo kumbe ulilala peke yako. Ndio umelala unakuta upande hii yote uko baridi. Man accumulate ile ya kuhuburia. Hello. Ukiona mwanamke amekuja hapa amevaa vizuri, amekaa vizuri, hujui. Angalia kwanza, ukiona vielea, ujua vimefanya nini? Vimeudwa. Chema chafanya nini? Na kibaya chajitembeza. Kwa hivyo not everything that you see with your own eyes is glittering is gold. Nikipanda nikipatana na mashida. Walipoona nimeepuka hizo zote, wakaniletea huyu. Sasa huyu namuitanga darling, the flower of my life. Hallelujah. You're so nice, you're so beautiful. I love you. Kupe nigenya kenyoka wikaraga nakio. Geturite kimekaga sure anything that God put in you will not succeed. Bwana Yesu asifiwe sana. That this demon, it is a demon in form of a human being living with you. Your own daughter can be that demon. Your own son can be that demon. Your own mother can be that demon. Your own shosho can be that demon. Watu wengi sana hapa wameintroduce kwa uabudu wa shetani na mashosho zao. Na Yesu asifiwe sana. Leo kesha maneno mwili tutoyo muthako. Watwarira thoguo. Auga baba ni ndarehe mundu. Uyu nake no ako no amuranga. Ko thafa. Mwili tu nawe kwani wetagwo atia? Wetagwo wagani wao. Wangania wakarioki. Kwaguo. Ithe gwitũ nĩ Mũrang'a kũrĩa sava no rĩu ndunamenya nĩkĩ wainũkĩria thoguo. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why I normally tell you before you make a move, do a spiritual mapping. Ate mũthuri wakwa arĩ mwega mũno. Mimi bwana yangu hakuna bwana mzuri kama huyo. Mimi apostle ndeithia tu gũcokia mũthuri wakwa. No amũtwarire kwa ngoma.
Ni wewe na gĩcũrĩ kĩu gĩaku. Ni wewe na hiyo gĩcũrĩ umehangi. Sasa gĩcũrĩ kimetengenezwa huko, mwanaume yote akiona anakuwa attracted. Kina attract, alafu kinakushika, kinakupeleka huko kwa marine kingdom. Sasa wewe unatafutua bibi wana huko. Sasa wewe ulileta gĩcũrĩ ukaelekea mzee hapo, kimemvuruta, kimempeleka baharini. Sasa ni nani aliuza bwana yake? Also, when giving out money, be very cautious. When you give out the money you are giving, ndio unaonanga kila kitu mkiniletea. Na David, anything ikikuja mtu akwambia ni yangu, unaiwekelea hapa kwanza, inashughulikiwa hapa, alafu unaniletea, na sio kitu lazima muniletee. Umeelewa? How do they recruit? These all nimemention are meant for recruitment. They recruit you knowingly or unknowingly. Wewe unaweza fikiria you are not part of them. Unaweza kuwa wewe ni agent wa shetani na hujaijua. Na kanisani wewe ndio unatoa ushuhuda ile mrefu. Unaweza kuwa mtoto wako wakati tu ulimzaa, kulingana na yule mkuga ambaye alimuleta dunia hii. Huyo mkuga aliyehusika, huyo mkuga alimuintroduce mtoto wako. Kumbe unaliaga kijini kwa nyumba. Unaliaga mtoto. Ama ile bego, kuna venye wanachota hiyo bego. Walimu atakuelezea, atakwambia namna gani. Kuna venye wanachukua hiyo bego. Hiyo bego inapelekwa kule baharini. Kisha inachenjua. Because kitu yote iko na DNA. Ni nywele, kucha na semen. Ziko na DNA yako. Wakipeleka kule baharini ndani, huko ndio wanabadilisha future yako. Your destiny. Wakichukua kitu yote iko na DNA, huko ndio wanafanya nini? Wanabadilisha destiny. Sasa wewe unaonaga ni nase, unaonaga kumbe si nase, ni kimutu kia huko baharini. Kinatembeaga usiku, kinarudi mchana. Hata para center. Na mtumio angano we maundu maige. Ni Mungu anakuonyesha. Umeona? Kuna interpretation. Mungu amemwonyesha hata para center. Na hiyo niliwafundisha kuhusu kitovu. Nguvu ya kitovu kinaweza kubebwa. Kuna wale kabila wanachukuanga, kinaenda kinawekwa na shosho. Kuna wale kabila wanakata, wanatupa kwa shamba, wanazika. Bwana Yesu asifiwe sana. It all depends na ni nani alikushikilia wakati uliingia kwa hii dunia. Who was involved and how were they involved? Na wabiaga venye mimi nilikuwa involved kuzaliwa kwangu. Nilizaliwa madaktari wote wakapotea. Mama yangu aliwachwa peke yake. Kisha daktari mkubwa anaitwa Hezekiah ambaye alikuwa father ndio alikuja akasema attend kwangu na akanipatia jina Hezekiah. Ukitoka hapa uende ulize mama yako, kitovu chako kilitupwa wapi? Ulizaliwa hospitali gani? Maana hata kule zile hospitali tunazaliwa wanabeba, si wanaibaga watoto. Wengine wanaiba kitovu, wengine wanabeba kitovu kwa sababu kitovu ndio kimebeba destiny yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hicho kinachukuliwango kinapelekwa kwenye kule baharini kwa the queen of the coast. Then the queen of the coast ndio ana decide na ana make decision. So in the marine kingdom, women has power over men. In the marine kingdom, wanawake ndio wako na power. Na ndio unaonanga ukianza kunileta juu kidogo na kuondokea kidogo because niende nikafanya study nijue kama wewe ni wa marine. Bwana Yesu asifiwe sana. Because power ya marine imewekewa wanawake. Kwa sababu mkubwa wa the marine kingdom ni mwanamke. So kule wazee wakienda huko wakakuwa hawana power. The power is controlled by women. How? The power is controlled by women because of a sexual organ. Umesikia nilikuwa na drive gari kutoka hapa mpaka wapi? Mpaka Nakuru. Ninachoma mafuta ya shilingi 10,000. Ninaenda ninaacha shilingi 10,000. Na ninarudi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of that power. Ya 3 seconds. Hello. So they control through sex, through manipulations. That is how they control. Nakuta wanaume hawana say. Wanawake ndio wako na power. They use sex to initiate. When you sleep with a marine agent, you exchange your destiny. When you go to bed with a marine agent, may it be a man, may it be a woman, you exchange your destiny. Yani
future yako, destiny yako, hatima yako inachangiwa. Kuna watu wako hapa destiny yao ilichangiwa. You are supposed to be a rich woman, you are supposed to be a rich man, you are supposed to be a man of God, you are supposed to be somebody who is super, but your destiny ilibadilishwa na kitu kimoja tu kilikuja kwa maisha yako kikabeba. Bwana Yesu asifiwe sana. They carry your sperms, they carry your hair, they carry your fingernails for the DNA. Wakikuja watakukata kucha zako bila wewe kujua. Wakikuja watakukata nywele yako bila wewe kujua. Wakikuja watakukata nini? Kuna kitu kimoja watabeba kutoka kwa mwili wako. Ukienda kwa waganga, kitu ya kwanza wanafanyanga, ukienda kwa Maina wa Magoto ama mganga yeyote ule, lazima wakukate kucha. Na lazima wakukate nywele. Nywele hii ndio watakata, kisha wanakata nini? Nywele za huko chini. Kisha wanakata za makwapa. Hizi za makwapa wa elimu ndio walikuwa wanatumia sana. Kukoroga vizuri, anakuwekea. Hapo nakufanya hivi. Anakuita, unakuja kama kaupwa. Hello. Nani kwani mmestuka? Another system they use, wanatumia food. Wanatumia chakula. Ndio unananga chakula chochote si chakula. Before you eat any food, think twice. And before you eat any food, pray for it. Usikute watu wamechinja kabusi unaanza kukula ati ni kabusi wameekelea. Think twice. Ukiletewa na msee nyama, amekuletea mnyama msee na haletagi nyama, hiyo nyama ichuguse. Usikule, usipatie watoto wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mama ameficha kwa bagi yake kanyama alitoa huko mahali walikuwa ameenda Kamweredho, amefuga nyama mzuri na foil amekuja nayo, anakupatia anasema msee, kaka nika nyama kadada, usikule maana hujui hiyo busi ilikuwa imechinjwa kwa nini. The problem si busi, but what was the reason ilichinjwa kwa nini? What were the words spoken over it? Mali ya kuileke, hiyo tunaulizaga na kiu yakwa ke. Kwa nini imekufa? Kila hata kuku ikichinjwa, kuku lazima ikuwe na reason. Unaichinja anything that dies, anything that will shed the blood, unauliza ni kwa nini mmechinja kuku? Have the reason. Si ugeta mekole igete ngoko njega tulite kuno ndia na mahoya. Haujui walikuwa wanatoa kafara gani? Siku ile nabiaka nilienda kwa mganga yule mama anaitwa Kanini, tulichinja kuku mbili. Na hizo kuku sikuna watu walikuja wakakula. Sikuna watu wao walikuja wakakula. Lakini mimi nilikuwa natoa kafara kuku. Ndio ifanya nini? Nisishikwe na polisi. Na ndio ile nuksi nilikuwa nazo. Kwa hivyo ni nini nilibeba nuksi zangu? Ni nini tulitoa sacrifice? Ni kuku. Ikabeba nuksi zangu zote. Sasa na wewe umekuja na muhahe wako, unawekewa kuku, unaanza kukula. Imaje kama umebeba nini? Nuksi zangu zote umezibeba. Kutoka hapo utaanza kubehave mtu ambaye amejazwa kasumu kichwa. Kutoka hapo utaanza venye nilikuwa na behave na nuksi zangu, hivyo ndivyo utakuwa ukibehave. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni muhimu sana chakula yoyote. Ukienda ukole kwa ina iruga, tokuria, tokuingira iruga unawaja kuria. Ukole ate ni mathejete mburi na wewe unaanza kukula buzi. Ukole ni yani kuna kitu kimefanyika. Don't just enter. Wacha kuingia tu na kuanza kukula. Hapana, jiulize ama waulize, ni kwa nini hii sherehe ni ya nini? Watoto wetu wengi wamevalishwa nguo za white, wanaitwa white party. Wanaenda white party. Every weekend kuna white party. Those white parties are recruitment centers. Wanazitumia kwenye recruitment. Wanaenda Westland, wanaenda kwa baa zingine. Ile maneno utakuta inafanyika huko ni ya ngono, ni ya chakula. Ni ya ngono, ni ya chakula. Maneno ile utakuta huko, hujaiona. Tuvitoto twako, tu sexual, tumekuwa, tu lesbian, tu gay. Kakijana unaona ni kakijana kazuri. Ni kazuri mkiwa nako. Mpaka venye kanatembea unaona kameanza kutembea. Wakalia ka vijana, watoto wa wafurana venye wanatembea. Ukiona kameanza kutembea kama kasichana, chunguza kamefanyika mwanamke. Chunguzeni wa vijana. Our boys. Hawa watu unaonaka ni waibaji, waibi, celebrities. They also go there to seek those powers. Wanaitaka wanachukua. Wakichukua sio wanapatiwa ya kuvuta kerede. Akiingia kwa mkutano hivi, unaona kila mtu anagoroka. Kila mtu anagoroka huko. Kila mtu. Kiwanja kinajaa. Unashindwa what is the magic? Na hata hana nyimbo mzuri ni ambayo iliwekwa. Na hiyo spirit ndio inawekwa. Unakuta hapa shuleni watoto wako wakianza kupoteza kitabu. Mtoto akipoteza kitabu, be very cautious.
Tafuta hiyo kitabu. Enda mpaka hiyo shule mtafuta hiyo kitabu. Mtoto akipoteza jacket, akipoteza sweater, be very cautious because mama yangu ataambia mtoto yake ama mtoto amitume mimi. Aliambia enda uchukue sweater. Ni nani alikushida raudi? Unasema nika kijana kingine. Kanaitwa nani? Kanaitwa Ereki. Ukienda ukuje na sweater yake. Ama ukuje na kitabu yake. Ama ukuje na karatasi ile ameandika examination. Wanalete mimi na mimi kwa sababu mimi mama yangu ni mchawi na hai mama yangu anapeleka wapi? Kule anapelekaga. Unakuta mimi ambaye nilikuwa garasi nimeanza kuwa number 1. Na yule ambaye alikuwa number 1 ameanza kuwa number last. They exchange destinies. Wao kama nidiamini nete mwana wako ekile. Mtoto yangu sasa ameanza kulegea. Mtoto yangu hapendi kusoma. Si ati hapendi kusoma, alibadilishwa. Noishie tumuite Mwagi. Noishie Mwagi waku ni Mwagi. Reke etako Kariuki. Tondu ungiaciarie na muthuri wetako Kariuki. Ukithio giciara na muthuri wetako Mwangangi. Riu ri mwoko Anganga ikagatia Angangaga. Destiny was changed. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona ninakuangalia hapa na kujua wewe unaweza kuwa ni mhubiri. Wewe unaweza kuwa kitu kama hii. Lakini nikikuangalia you are not what you look like. Sura yako inaonekana wewe ni tajiri, lakini ndehega na lemwe nduri. Mundu wa Ngai ni ugoranyo na no kahefta denako. Bako unashindwa. Mwanaume mzima kama huyu na venye anakaa sura ya pesa. What went wrong? Ni nini kilifanyika? Mwanamke kama huyu unaweza kumwambia tahagirie mwana. Wana nitigiti ho ile yoka. You see? Na wewe utara mutumia ta uyu. Ungikora Mercedes haha jari, ukimuria waiga ngari no ni yako. Na rigegirwo ni nduthi hare na tigaru mone mundu wa nduthi tondu mwe na mbeca cia kuigana. Our destinies have been changed. We are human being existing, but we are not the original people. Unaweza kuona ni waroige mnaonaga hapa. Kumbe nilingolewa. Na nikapelekwa kwingine mnaonaga another figure here. Ni kitu kinaongeaga hapa ambacho kinawekwa kama kipapet tu kuenjoy, because I was originally to be what I'm doing here, but myself was taken for being used. Unakuta destiny yako ikiibiwa, inapelekwa haiendi kulala idle, inapelekwa inaenda kutumika kwingine. Mzee mwingine nilifanya deliverance hapa kutoka huko Kuria. Ni Kuria kule Kehanja. Alikuja hapa akaniambia bibi yake alikufa, akaniambia mtoto yake alikufa, lakini anaambiagwa mtoto yangu anaonekana wapi? Tanzania. Ananiambia bibi yako anaonekana wapi? Tanzania, mahali panaitwa Sinyaga. Nikamwambia kweli bibi yako sijaona kama amekufa. Mimi namuona. Hata si ndio huyu naona amekuja hapa. Kijana yake ndio ule. Alafu hawa wakaanza kunifanya nini? Because they appeared in the spiritual realm. They appeared to me. Na wakaniambia nini? Wakaniambia mama ananiambia nifanye hivi. Nikamuuliza bibi yako anakaa ni mweupe. Mnaona hivi. Unajua yeye haoni, mimi naona. Sasa mimi namdescribe ile kitu naona. Akaniambia ni yeye. Akitoka kwako alitoka na nguo ilikuwa ya maua ya pinki. Na mtoto yako akitoka kwako alikuwa na trouser ya yellow. Akaniambia kwani umejuaje? Nikamwambia hapana, nikufikiria, nimefikiria, nikaona kama itaigiana. Kwa sababu sasa ataanza kuniambia nionyeshe kama kwa ndio wale pale. Na ameniambia hivi. Na sijui kama watanigoka mawe ya kichwa. Si una nini tu unacheza tu game kama ya wewe. Unamwambia ninawaona, unamwambia hiyo una describe ndio ujue kama ni wale, ndio ujue utafanya nini. Na hawa watu walikufa. Sasa ndio nilikuja kufuatilia historia, nikafuatilia venye kunaidaga huko Kehanja na huko kwa Wakuria. Mtu watakuua wewe utakufa. Na watu waone umekufa, lakini haujakufa. Wamekuchukua wamekupeleka Tanzania. Lakini mwili wakati wa mazishi na wakati wa kukaa kwa mochari, hiyo mwili itaonekana. Mpaka siku ya nini? Ya kuzikwa. Lakini kuzikwa hautazikwa, wao wenyewe wataweka vitu zao. Lakini wakati wa kuzika, wewe ambao unazikwa utakuwa kwenye umati huo ambao unazikana. Lakini hakuna mtu anakuona. Kisha kutoka hapo wanakuchukua. Ndio unasikiaga kuna mtu wako Tanzania anafanya kazi huko, hajui Kenya, ni Mkenya lakini hajui jinsi ya kurudi Kenya. Unauzwa kama mtumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio inafanyika kwenye Marine Kingdom. Hiyo ndio inafanyika kwenye ulimwengu ule wa majini. Mimi nilitumika kwa Mungiki na nilitumika miaka yangu mingi nikiwa mtumwa kwa Mungiki. Nikiwa Commander General ninavuma Kenya mzima with empty something. I was empty. Nilikuwa bure. Natengeneza mamilioni ya pesa, natengeneza milioni 10, lakini in 2 days hiyo milioni 10 hakuna. Kumbe ni za huko kwa Marine. Bwana Yesu asifiwe sana.
magari naendesha mzuri makubwa, lakini wakati hizo magari ziliondoka, zilichomwa siku moja, nyumba zote zilichomwa siku moja. I was empty again. I became poor. By the time nimejichunguza, nimeanza kujitafuta, nimejitafuta, nimekuwa nikigokana, nafanya hivi, nikijaribu kutoka najikuta, nikijaribu kutoka narudi, nikijaribu kutoka, because this life was changed. Ilibadilishiwa. Na wakati nilibadilishiwa, mimi sijui ilibadilishiwa wapi. That is why you are not yourself. That is why unaambiwa fanya hii kazi, unaenda kufanya hii kazi. Unaambiwa kaa hapa, badala ya kukaa hapo, because they will not want you to realize yourself. Umekuja kanisa hii hutaki kukaa, nimekupatia kazi ya kufagiaga kanisa, hutaki, maana nimeona kuna kitu mbaya na wewe. That is why nimekuconnect ufanye kazi ndani ya kanisa ya Mungu, ndio that power ya kuweza kujiretrieve ikuje kwako, ndio uanze kujiona, ndio uanze kujisense, who am I? Na unaona this is not me. Bwana Yesu asifiwe sana. Wahirimu wakati alikuja, watu wengi waliniambia nogashira na mundu tocio ndamwitigira ndage gwika undu. No, ndakimwitigira niki? It's me to show her love. Ninatembea nako na kwambia, nakaita ndiwitaga darling, ndiwitaga darling tondu ndirakwenda, lakini nataka tutembee na wewe. Ndio kuna kaguvu fulani katatoka kwangu kaingie kwako, ujielewe. Ukijielewa utajitoa. Mimi sina uwezo wa kukutoa, lakini ukijielewa utatoka. You only need to understand yourself. You only need to know yourself. Ukijijua, you have the velocity to push you out. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukikuwa na mkunga mzuri, daktari mzuri wa kuzalisha mtoto, wanakuambiaga nini? Wao ndio wanazalishaga. Wanakuambiaga nini? Push. Sasa hiyo pumzi imeisha. Wanakuwa push na pumzi inaisha, because hana uwezo apart from telling you push. So it is only yourself who can emancipate yourself. Wewe mwenyewe ndio una uwezo wa kujitoa. Wewe ndio mwenyewe ndio una uwezo wa kujifungua. Lakini nitakuja tu, maana mimi nimepatiwa nguvu ya kuja nikae karibu na wewe, ndio nikusaidie ujielewe. Kutoka hapo nikwambiege push. Bwana Yesu asifiwe sana. Na bila hiyo hakuna mahali utaenda. Utakufa tu maskini, watu wakionaga wewe ni tajiri. Utakufa tu watu wakikuja kukukopa. Unakuja kukopa. Sasa mama kama huyu, mimi kuna siku nilikuwa nataka kumuitisha 1,000,000. Tusaidie kujenga kanisa. Kaka kidogo nikaona anakuja kuniambia nimsaidie na 200 ya kwenda ya tiketi. Na sasa hiyo nilikuwa nimepraga venye nitamkwambia atusaidie na 1,000,000, kwa sababu kuna pesa nilikuwa nategemea inakuja na kazi imekwama. So nilikuwa nataka kwenda kwake anipatie nini? 1,000,000. Sasa kabla afike akakuja kumkwaza, akaniambia nimsaidie na miaka. Sasa nikaachwa nikiuliza what is wrong? Amenidanganya, amenienjoy ama nini? Because this is a millionaire. Sincerely you are a millionaire, but your life was exchanged. This guy is supposed to be in Canada today. This guy, he is supposed to be in Canada, but there is a guy who went to Canada kwa niaba yake. Kuna mtu anafanya kwa kampuni moja Vancouver, na wanasema ni huyu in the spiritual realm. Si ni kweli? Yes. Utakuwa hapa Brian, nikikwenda kahorere, ucoke mutingo na thutha, uhorere ukure. You have a gift. Uko na kitu mzuri ndani yako, lakini utaipoteza usipojielewa, because utaruka hapa, umeruka kanisa ngapi in a span of 2 years? 3. Na kuna kanisa umetoka kwa amani, wamekufukuza, wamesema wewe ni mjuaji. Kwa nini? Kwa sababu Brian aliibiwa, si wewe. Brian mwenyewe, mwenye hiyo gift alichukuliwa, anatumika kwingine. Ndio mtafute, mvurute, mlete back, na utaona venye utaflourish. Utaona venye utapata kibali kikubwa. Nyimbo zako unaibaga, yes, hata ukibisha hapo unaibishaga vizuri, lakini hazina mvuto wa roho. Kwa nini? Sababu kuizi imekamatiwa, anga yako imekamatwa huko juu. Unaweza kuibisha 2 hours, lakini unasikia the spirit is not flowing. Tuseme huyu mama ni msherati, pole kukutumia hiyo language. Ni msherati, ako na mimba, lakini amelala na huyu, akalala na mimi, akalala na mwingine. In the process ya hiyo mimba, mimi nikakuja, mimi kumbe ni kwa Illuminati, na nimetumwa specifically kumaliza katoto kale kako kwa tumbo yake. Maana katoto kale kako kwa tumbo yake ni star
ni mtu ako na mamlaka, ni mtu atakuja kuwa president, ni mtu atakuwa mhubiri. Wamejulikana, maana the Bible says before you were born I knew you, I set you aside, I sanctified you and ordained you to become a prophet unto the nation. Sasa tumeambiwa Agnes amebeba katoto. Sasa sisi wa kutoka kwa Marine tutakuja to make sure tumeweka bego yetu hapo, ndio tuchukue katoto kale tumubwekee katoto kingine fake. Sasa atasaa kitoto kitaishi kumsumbua. Walichukua nyota yako, wakabeba nyota yako ya mishahara yako na kazi yako. So whatever, wewe ni slave, wanakutumia kama mtumwa, lakini haufai kuchukua hiyo pesa. Unachukua ni pesa yako, lakini immediately kiingia kwa mkono yako inapata loopholes nyingi sana, inakuondokea, inaenda, unabaki kuwa maskini. Sasa utakujulikana, mama yule anafanya na KCB, analipangwa shilingi 1,300, but ukimuuliza watoto wake wanashinda wakifukuzwa shule because of lack of school fees. Nyumba imefungwa, hawana kitu ya kufanya, they have nothing to do. Na wewe unashindaka ukisema, ba apostle niombe, apostle nikumbuke kwenye maombi, mimi sijui pesa yangu inaenda. Pesa si yako, ulibadilishwa kitambo. Whatever that is you, it is not you, ulibadilishwa. That is why pesa zinaenda to the owner. Wewe tu ni kifefe, ni kitu tu kimekaa hapo. Unakaa tu ni kimofefe. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. In the Marine they wanakuanga na kitu kinaitwa deity. Deity ni ufalme, head of departments ambao wamekushikilia, huyu ameshikilia. Sasa ukikuwa head of department, wewe ni mkubwa kiwango fulani, sasa unapatiwa mamlaka, na hii kiwango kinakujanga kulingana na madhabahu na sadaka ambazo umetoa. Be givers. Jaribu sana ukuwe mtu wa kutoa, maana katika matoleo yale ya kutoa dhabihu yanakusaidia kupigana na madhabahu yaliyo kule. Madhabahu yaliyo kule walitoa, walipeleka vitu kwa waganga, walipeleka vitu kwa wachawi, and that is why you are held captive. You are not able to come out because there is a sacrifice ilitolewa na anti yako, there is a sacrifice ilitolewa na anko, there is a sacrifice ilitolewa na shosho, there is a sacrifice ilitolewa na nani? Na guka. Hata mama yako alitoa sacrifice. You don't know how much the sacrifice is. So when you are coming to a place like this one, jaribu sana, sio pesa peke yake, unaweza chukua kitu yoyote, wekelea kwenye madhabahu, kinakupigania ndio uweze kujinasua. Ukiangalia ile maisha unaishi, uone this is not my life. Tafuta sadaka, pigana. Madhabahu ni kupigana, inapigana. Madhabahu unapigana na madhabahu ingine. Madhabahu si maombi, si waza diobarima shakatara baba, hapana. Madhabahu inangangana na madhabahu. Maombi inapigana na maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na madhabahu yote lazima uinue dhabihu. Lazima uinue dhabihu to counter the deity. Maana yule anakushughulikia ni mtu ametoa, hata ameuza watu, damu za watu, watu wamefanya accident. People have died because of you.